Habari mbaya kwa Watanzania na utawala wa CCM, huku Chadema sasa waamua kutumia nguvu kumtoa Tundu Lissu gereza la Ukonga. Chadema ikiongozwa na John Heche sasa watangaza na kutishia maandamano makubwa Dar es Salaam yatakayoongozwa na maelfu ya wanachama wa Chadema na wafuasi wa Tundu Antipas Lissu kumtoa Tundu Lissu gerezani Dar es Salaam. Hili linajiri baada ya Chadema kudai wamejaribu njia zote za kumsaidia Tundu Lissu kutoka, lakini hakuna haki, na hivyo sasa wameamua kuitisha maandamano makubwa Dar es Salaam na sehemu zingine nchini ili tu kuhamasisha serikali kumwachilia Tundu Lissu mara moja. Kama kawaida yetu, bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe, alafu niambie unanipata au kunisikiliza ukiwa wapi. Kama upo nje ya nchi, basi niambie unanisikiliza ukiwa nchi gani, na kama upo humo katika taifa letu tukufu la Tanzania, basi niambie unanipata vizuri ukiwa mkoa au maeneo gani. Tanzania kwa mara nyingine tena iko katikati ya dhoruba ya kisiasa inayozidi kuongezeka na kuwa kali baada ya chama cha upinzani cha Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kinachojulikana sana kama Chadema na kinachoongozwa na John Heche kwa sasa, kutangaza mpango shupavu na wenye utata wa kuhamasisha maandamano makali nchi nzima. Hatua hiyo inalenga kumtaka kiongozi wake maarufu Tundu Antipas Lissu, ambaye kwa sasa anazuiliwa katika gereza la Ukonga jijini Dar es Salaam, aweze kuachiliwa mara moja. Hali hii imeleta mshtuko kote nchini, huku hofu ikiongezeka juu ya uwezekano wa kuongezeka kwa mvutano na maandamano makali kati ya serikali na vikosi vya upinzani pamoja na maafisa wa usalama. Hayo yamesemwa na makamu mwenyekiti wa Chadema Tanzania Bara John Heche, ambaye aliashiria kubadilika kwa mkakati kutoka kwa sheria na kidiplomasia kwenda kuchukua hatua za kisiasa na maandamano. Kwa mujibu wa msimamo wa chama hicho, njia zote za amani za kufanikisha kuachiliwa huru kwa Tundu Lissu zimechoka bila mafanikio. Kutokana na hali hiyo, Chadema sasa inaamini kuwa maandamano ya hadhara ndiyo njia pekee iliyobaki ya kushinikiza kile wanachoeleza kuwa ni haki na usawa wa kisiasa. Tamko hili limezidisha hali ya hewa ya kisiasa kuwa mbaya, ambayo tayari ni tete nchini Tanzania, hasa chini ya uongozi wa chama tawala cha Chama cha Mapinduzi CCM kinachoongozwa na Samia Suluhu. Serikali ya Samia Suluhu mara nyingi imekuwa na msimamo wa tahadhari kuhusu maandamano makubwa Tanzania, ikitaja wasiwasi juu ya usalama wa taifa na utulivu wa umma. Hata hivyo, msukumo mpya wa Chadema wa maandamano unaashiria dhamira ya kujaribu mipaka hiyo na hivyo kuongeza dau katika mazingira ya kisiasa ambayo tayari yana wasiwasi mkubwa. Maandamano yaliyopangwa yanatarajiwa kufanyika katika miji mingi, huku Dar es Salaam ikitambuliwa kama kitovu cha maandamano hayo. Waandaaji wanalenga kuhamasisha maelfu ya wafuasi kuonyesha mshikamano na Tundu Lissu na kudai mageuzi mapana ya kisiasa. Kiwango na uratibu wa maandamano haya unapendekeza juhudi kubwa ya upinzani kurejesha uwepo wake na ushawishi katika mazingira ya kisiasa ya kitaifa. Tundu Antipas Lissu amebaki kuwa mtu mkuu na mwenye ishara kubwa katika siasa za Tanzania. Anajulikana kwa ukosoaji wake wa wazi kwa serikali ya Samia Suluhu na serikali, haswa katika masuala ya utawala, haki za binadamu na uwajibikaji. Amejijengea sifa ya kuwa mmoja wa viongozi wa upinzani nchini hata kama yuko nyuma ya kizuizi. Safari yake ya kisiasa awali ikiwa ni pamoja na kunusurika katika jaribio la mauaji mwaka 2017, sasa imeimarisha zaidi hadhi yake kama mtu mwenye nguvu na mgawanyiko ambaye sasa amepangiwa hata maandamano. Uamuzi wa Chadema kuzidisha mambo kwa njia ya maandamano makali unaonyesha kusikitishwa zaidi ndani ya upinzani. Viongozi wa vyama wanahoji kuwa michakato ya kisheria na mazungumzo yameshindwa kutoa haki, hivyo kuacha na chaguzi ndogo za maandamano. Maoni haya yanahusiana na sehemu ya watu wanaoamini kwamba uhuru wa kisiasa uko chini ya tishio na kwamba hatua kali zaidi zinahitajika ili kulinda kanuni za kidemokrasia. Wakati huo huo, serikali ina uwezekano wa kuona maandamano haya yaliyopangwa kama changamoto kubwa kwa utulivu. Kihistoria, mamlaka nchini Tanzania zimechukua mtazamo thabiti kuelekea maandamano ya umma, hasa yale yanayoonekana kuwa na misukumo ya kisiasa. Hii inazua wasiwasi kuhusu jinsi vikosi vya usalama vinaweza kujibu na ikiwa maandamano yataruhusiwa kuendelea bila kuingiliwa.
Hali hiyo ya maandamano imezua hisia mbalimbali miongoni mwa raia wa Tanzania na serikali. Baadhi wanayaona maandamano hayo makali yaliyopangwa kuwa kielelezo halali cha haki za kidemokrasia, wakisisitiza umuhimu wa kuwawajibisha viongozi. Wengine hata hivyo wanahofia kwamba maandamano hayo makubwa yanaweza kusababisha machafuko, kutatiza shughuli za kiuchumi na uwezekano wa kusababisha makabiliano kati ya waandamanaji na watekelezaji sheria. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanafuatilia kwa karibu na kwa makini jinsi hali hii inavyotokea na kama maandamano hayo yatajiri, wakibainisha kwamba inaweza kutumika kama wakati mwafaka kwa mwelekeo wa demokrasia ya Tanzania. Uwezo wa serikali na upinzani kusimamia mvutano huu kwa amani utakuwa muhimu katika kuunda mtazamo wa umma na kudumisha uwiano wa kitaifa. Ongezeko lolote linaweza kuwa na madhara makubwa kwa utulivu wa kisiasa nchini. Jumuiya ya kimataifa pia ina uwezekano wa kupendezwa na maendeleo haya, haswa kutokana na wasifu na historia ya Tundu Lissu duniani. Mashirika ya haki za binadamu na serikali za kigeni zinaweza kufuatilia hali hiyo ya maandamano ili kutathmini jinsi Tanzania inavyoshughulikia masuala yanayohusiana na uhuru wa kisiasa na uhuru wa kiraia, ambapo yasiposhughulikiwa kwa haraka yanasababisha mambo kama haya ya maandamano. Hili linaongeza shinikizo jingine pia kwa serikali ya Samia Suluhu pamoja na Chadema kuwajibika ipasavyo. Huku maandalizi ya maandamano hayo makubwa yaliyopangwa kutokea hivi karibuni yakiendelea, maswali yanasalia kuhusu ukubwa wa muda wa maandamano hayo. Waandalizi wamedokeza kuwa juhudi za uhamasishaji tayari zinaendelea, huku wafuasi wakihimizwa kushiriki maandamano hayo kwa amani. Msisitizo wa kutotumia nguvu unapendekezwa pia. Ufahamu wa hatari zinazohusika na hamu ya kudumisha uhalali machoni pa umma na waangalizi wa kimataifa sasa umekuwa mtihani mkubwa kwa serikali. Wakati huo huo, athari pana za mzozo huu wa kisiasa haziwezi kupuuzwa hivi hivi. Mvutano kati ya chama tawala na upinzani unaonyesha changamoto zinazoendelea katika kusawazisha mamlaka na uhuru ndani ya mfumo wa kisiasa wa Tanzania. Pia inazua wasiwasi kuhusu ufanisi wa mbinu zilizopo za kutatua mizozo ya kisiasa. Kwa Chadema, wakati huu unawakilisha fursa ya kuhamasisha uungwaji mkono na kudhihirisha ustahimilivu wakati wa matatizo. Kwa serikali, ni kipimo cha kujitolea kwake kwa maadili ya kidemokrasia na uwezo wake wa kudhibiti mizozo bila kutumia nguvu kupita kiasi. Chaguzi zitakazofanywa na pande zote mbili katika siku zijazo zinaweza kuunda masimulizi yanayozunguka mzozo huu, wakati nchi inapojiandaa kwa kile ambacho kinaweza kuwa tukio muhimu la kisiasa. Linabakia ikiwa mazungumzo au makabiliano makali yatatawala. Maandamano yaliyopangwa ya kutaka Tundu Lissu aachiliwe huru yamekuwa zaidi ya hatua ya kisiasa tu leo. Sasa ni ishara mapambano mapana ya kidemokrasia, haki na utawala nchini Tanzania. Mtazamaji, ni hayo tu niliyojaliwa kukuandalia na kuachia uwanja huo wa comment section. Unifahamishe, je, unaunga mkono maandamano haya ya Chadema ya kumtaka Tundu Lissu aachiliwe kutoka gereza la Ukonga mara moja, au je unayapinga? Na je utajitokeza katika maandamano haya, au je unayapinga na utajitokeza? Na kuachia uwanja wa comment section unijuze maoni yako. Vile chukua sekunde yako moja ama mbili kubonyeza alama ya like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii. Ukifanya hivyo itakuwa kama malipo yako kwetu, vile itakuwa umetusaidia kwa sana. Alafu vile bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.